ndani ya kipindi cha Siha Bora na Vincent Kimutai kila Ijumaa saa 1:15 jioni na Jumamosi saa 7:25 mchana. Karibu sana msikilizaji katika kipindi cha Siha Bora, kipindi kinachokujali afya yako na ustawi wa familia yako. Leo katika Siha Bora tunajadili mada nyeti ambayo imewaathiri wanandoa wengi, lakini wengi wao wamekuwa wakiogopa kuizungumzia hadharani kwa sababu ya unyanyapaa. Mada yetu leo ni ugumba na kuchelewa kupata mtoto, au kwa lugha ya kitaaluma infertility. Hili ni swala ambalo limewaathiri familia nyingi hapa nchini na duniani kwa ujumla, lakini mara nyingi lawekwa kimya, huku wakulaumiwa zaidi wakiwa ni wanawake, ilhali ukweli ni kuwa linaweza kumhusu mwanamke au mwanaume. Leo katika kipindi cha Siha Bora niko na wageni 4: Daktari Julia Walker, daktari bingwa wa magonjwa wanawake yani gynecologist; Daktari Wainyoike Gichui, daktari wa afya uzazi; na Betty Ndungu, mshauri wa ndoa na pia shahidi wa maisha aliyepitia changamoto ya kutopata ujauzito. Na baadaye tutakuwa na Joy, mshauri wa ndoa, akizungumza nasi kwa njia ya simu. Natumai msikilizaji utakuwa nasi hadi tamati ili ujifunze mengi kuhusu swala hili nyeti. Mimi ni Vincent Kimutai. Nitaanza na Daktari Julia Walker. Daktari, kwa mtazamo wa kimataifa, hali ikoje kuhusu swala la ugumba na kuchelewa kupata mtoto? Asante sana Vincent. Kwanza naitwa Dr. Julia Walker. Kwanza ni kujua infertility na maanisha nini kwanza, ama kwa Kiswahili tunaita ugumba. Kwa hivyo infertility ama ugumba ni wakati ambapo watu ambao wameoana ama watu ambao wanajaribu kutafuta mtoto wamejaribu bila protection kwa miezi kama 12, na hao ni watu chini, kama mwanamke chini ya miaka 35 amejaribu kwa mwaka mmoja na hajafaulu kumpata mtoto, ama yule ambaye ako above, yule ambaye yuko juu ya miaka 35 amejaribu kwa miezi 6 na bado hajampata mtoto. Hiyo tunaita ugumba. Okay? Na hiyo ni kwa kulingana na World Health Organization vile imedefine infertility. Kwa hivyo duniani takrimu ambayo tunapewa na World Health Organization inasema duniani watu wanandoa karibu 8 hadi 12%, takrimu kuanzia 8 hadi 12%, hao wanapatikana kwa wanaishi shida ya ugumba. That's according to WHO duniani, ulimwengu wote mzima. Yes, duniani kote. Alafu kuna hizi developed countries wanasema ya kwamba ni around 9 to 15% ambao wana shida hii ya ugumba. Na ukienda kwa Afrika, ukienda chini sana kwa Afrika, sisi sasa unapata tuko around 70 to 25% ya watu ambao wanapata hii changamoto la ugumba. Yeah. Alafu Ulaya kule unapata ni 19 to 12%. So unapata Afrika iko juu ndio. Asante sana Daktari Walker kwa maelezo hayo na kwa kutupatia takwimu na utafiti wa kimataifa. Kwako Daktari Wainyoike Gichui, hali ikoje hapa nchini Kenya? Kati ya watu 10 walioko kwenye ndoa au wanaojaribu kupata mtoto, ni watu wangapi ukumbwa na changamoto ya kutopata mtoto? Kwa kila watu 10, 2 ama 3 wana shida kupata mtoto. Lakini ile shida kubwa, kwa sababu hii kwa Afrika kukosa mtoto ni shida kubwa. Kwa hivyo watoke kuongea. Watu wananyamaza kabisa. Waeni kuna daktari wanasema tu kila wakati unapata mtoto. Hiyo ndio shida kubwa. Bila tumesema nusu ya watu ni wanaume. Wanaume wanakataa kabisa, wanasema hii shida ni ya kike. Kwa hivyo wanakataa. Hata sasa ile watu wanaenda hospitali, ni mwanamke anaenda, huyu mwanamume anakataa kabisa, anasema ana shida yote. Na saa nyingine tunafanya ile utafuti, tunaona mwanamke ana shida, lakini mwanamume anakataa kabisa kuja. Na tumesema hata hao ni 50%. Kwa 150 watakuwa ni mwanamume. Hiyo ndio shida kubwa sana. So unapata mwanamke anakuja, anakataa kuja, na yeye kuna shida ama anakataa kabisa. Asante sana daktari. Vile ndiko na Joy. Joy ni mshauri wa ndoa ambaye anaungana nasi kwa njia ya simu. Katika kazi zako za ushauri wa ndoa, ni mambo gani umekutana nao baina ya wanandoa au wapenzi wanaojaribu kupata watoto bila mafanikio? Kwa majina ninaitwa Joy Kuleka, na psychologist, na I'm also a counselor. We are based in Nakuru. So kwa hilo swali ningependa kujibu
wote wawili, both parties, unaweza pata, yoyote anaweza jipata kuwa katika infertility. Lakini mara mingi kama vile ukiangalia rate nyingi huwa zinalinganishwa na wamama kuliko wanaume. Wanaume wengi huwa wanakataa kujikubali ama kukubaliana na swala kama hilo, lakini it's part of something yenye nimekuja kuobserve through my work. Utapata pia kuna wanaume ambao huwa wanapata hizo challenges, but huwa wanachelewa sana kujua kabla wajue it is too late. Daktari Walker, nikirejea kwako, kwa ujumla ugumba na kuchelewa kupata mtoto husababishwa na nini? Tatizo ambazo zinaweza leta hii shida ya ugumba, kuna male factors, kiume, mambo kuhusu wanaume, na kuna female factor, wanawake. So hao watu wawili ambao wanatakana watengeneze mtoto, kati yao mmoja wapo wanaweza kuwa na shida. So tukienda kwa male factors, of course mwanaume anatakana atoe zile mbegu ambazo zinatakana zifikie mwanamke ndipo atengeneze mtoto. Sasa kwa ile process ya kutengeneza mtoto kunaweza kuwa na shida, na hapo ni sehemu ya uzazi ya mwanaume ambayo tunaita testis kwa kimombo. So hiyo sehemu ikiwa na shida, unapata pia kunakuwa na shida na kumfanya mwanamke awe mjamzito. Na pia unapata kuna zile tracts ama barabara ambazo hizo cells ukishazitoa kwa testes zinatakana zipitie ndo zifikie mwanamke. Hizo tracts zikiwa blocked ama zikiwa na shida, unapata ya kwamba hizo mbegu hazifikia mwanamke. Ama tena unapata pia wanaume wako na shida ya wale ambao wako na shida na erection, ina affect sexual cycle. So hawezi erect kwa sababu you need erection for you to penetrate. Na wakati umepenetrate unaweza peana zile mbegu kwa mwanamke alafu na mweze kutengeneza mtoto. So unapata mwanamume pia ako na factors zake ambazo zinaweza lead to infertility. Na kuna pia factors za mwanamke. So umepewa mbegu lakini uwezi za hizo mbegu haziwezi tengeneza mtoto. Chanzo zinaweza kuwa nini? Either hizo mbegu hazifiki mahali inatakana ifike, kwa sababu wakati mume amekupea hizo mbegu zatakiwa zikutane na mbegu za mwanamke ndio diposa zikutane zitengeneze mtoto. So unapata hizo mbegu hazifikii mbegu za mwanamke. So unapata njia tunaita structural causes zinaweza kuwa ndio zimesababisha huyu mwanamke kutopata mimba. Sometimes unapata huyu mwanamke pia hatoi mbegu. Okay, mayai yake tunaita ovary kwa kimombo. Ovary inaweza kuwa iko na shida, mayai inaweza kuwa iko na shida. So ikiwa na shida pia hivyo unapata kwamba hawezi peana mbegu ili tutengeneze mtoto. Na sana hizi issue ya mayai ya mwanamke utapata ni hormonal. So unaweza kuwa na hormonal imbalance mwilini. So unapata wakati anatakana atoe mbegu haipo. Ndivyo. Kwa upande wako Daktari Wanywike, kando na sababu zilizotajwa na Daktari Walker, ni mambo gani mengine yanaweza kuchangia tatizo hili? Kwanza ni kusema that hii shida ya kukosa mtoto inakuja kwa mwanamke na mwanaume pia. Kwa sababu kwa hii Waafrika tunafikiria hii shida tu ni ya wanawake. Hapana, watu wawili wanapata. Tulishafanya ile study inaonyeshana kama kama 26% wana shida ya kukosa kupata mtoto. Kuna ile shida ina affect wale wanawake. Ile shida kubwa iko ni sexual transmitted disease. Zinafanya hii mishipa fallopian tube inafungana na watu hawezi pata mtoto. Hiyo ndio shida kubwa sana. Alafu shida ile nyingine inakuja sasa ni kama kuna fibroids, uterine fibroid, kuna endometriosis. Pale hii lining ya nyungu ya mtoto inaenda kwa mishipa na kwa ovaries ina affect hiyo. Na ile shida nyingine sasa tunaona kwanza kwa hii urban area ni hii ya watu wanachelewa sana kabla hawajapata watoto. Daktari Walker, tukizungumzia kuchelewa kupata mtoto, ni umri gani mwafaka kwa mtu kuweza kupata mtoto? Je, mwanamke kuchelewa kuolewa au kuchelewa kupata mtoto kuna mweka katika hatari ya kutopata mtoto hasa akifikia umri wa miaka 35 zaidi? Kuna ile umri ambao tuna encourage wanawake kupata watoto chini ya miaka 35. Kwa sababu gani? Ukiwa juu ya miaka 35 risks zinaongezeka, hata chances za infertility pia zinaongezeka. Kwa sababu the more tunaendelea ku age, inamaanisha pia kiwango cha mayai pia inadidimia. Hata quality za hizo mayai zinadidimia. Ndipo sasa tuna encourage wanawake
waweze kupata ujauzito mapema kabla ya miaka 35. Ikifika 30 more than 35 unapata pia kuna risks za pregnancy. Hata akiwa mjamzito pia ni wale wa mama wanakuwa na pia na risk kwa hiyo ujauzito. Unapata kutakuwa na risk ya abortion, risk of hypertension, risk of diabetes in pregnancy, risk of congenital anomaly babies. So risks zinaongezeka, the more tunaendelea ku age the more risks. So tunawasi kama una uwezekano wewe kupata mimba kabla ya 35. So hii inamaanisha kwamba kabla mtu hajafikisha umri wa miaka 35 ako na ile lengo la kupata mtoto, aingie kwenye ndoa mapema. Unajua pia Mungu anakupatia mtu wako. Akikupa mapema, chukua na ujaribu kutafuta mtoto, tuone kama tutapata. Unapata wengine wanaamua hawapati, wataki watoto kwa sasa, alafu akifika kitu around miaka 40 ndipo sana anaanza kutafuta mtoto. Yeah, na tumeona hata kwa Bible kuna watu wanaitwa Sara. Alikaa miaka mingi uzeeni, mtoto akaja baadaye. Baadaye wakati ambapo Mungu mwenyewe anaintervene. Wakati Mungu aliintervene. Na kuna pia Ana ambaye alilia Mungu ampatie mtoto. Akalia mwenzake anapata tu watoto anazaa, lakini yeye hapati, na bado analala na mwanaume wake, bado wana uhusiano lakini hapati mtoto. Kwa hivyo najaribu kumaanisha nini? Ya kwamba kuna solution. Yes, kuna solution. Kwamba kuna solution ya infertility. Yes, kuna solution kwa infertility. Hakuna jambo ambalo ni ngumu. Si tunasema kwa Bible hakuna jambo lililo ngumu kwa Mungu, kwa Mola. Kwa hivyo hakuna jambo lililo ngumu, kuna solution kwa kila. Nikirejea kwa Joy ni mshauri wa ndoa ambaye anaungana nasi kwa njia ya simu. Je, katika kazi zako za ushauri wa ndoa ni mambo gani umekutana nao baina ya wanandoa au wapenzi wanaojaribu kupata watoto bila mafanikio? Kama vile tu nilikuwa nimeanza na kusema ile yenye nimepatana nazo, mara nyingi utapata watu kwanza wamekuwa kwa ndoa kwa miaka kadhaa na labda wamejaribu kutafuta mtoto na hawajapata, lakini ile wakati wanaenda, kuna wale couples ni wako sawa, wanakuwa cooperative, unapata wote wanachukua hatua kwenda kwa hospitali. Labda mzee alimpeleka mke wake hospitali kwenda kuangaliwa, na wakati results zilitoka labda mama ako sawa, so unapata mzee anastahili pia achekiwe. Na wakati unapata wanaenda kuchekiwa, utapata labda mwanaume atajipata pengine yeye ndio mwenye ako na ile shida. So wakati wao wanakuja kwetu, kile ambacho watu tunawasaidia ni kuweza kujikubali na maybe sasa kuweza kujua what next they can do, how to cope with that information. Kwa sababu unapata zingine labda ni data reversible, ile ni iwezi nitaitumia kwa Kiswahili aje, ile ni iwezi tatuliwa ama iwezi change tena, but there are other ways ambazo unaweza msaidia yule mtu. But mara mingi something especially for a man, wengi wao sana wao wanajipata inawa affect sana kimawazo. But pale ni mali tutapaza kuwasaidia wanapokuja counseling. Tunajaribu, mimi binafsi nimekuwa sana nikijaribu kuwasaidia kuweza kujikubali. This is something that labda imeshakuwa hivyo, but there are other ways. Marriage, wakati tunaongea kuhusu marriage si lazima when they have kids ndio iweze kuwa happily married, but most of them they really believe in kukuwa na watoto. Na sasa kama ni lazima kuwa na watoto, hapo labda tunaonyesha ile umuhimu ya labda kufanya adoption, the process of adoption, labda pengine na kujiaccept na kuweza kuembrace the child na watamleta kwa hiyo familia. And maybe for the wife, ili kuweza kumkubali the husband, kwa sababu unaweza pata pia bibi anaweza jua mume wake hana ile ability ya kumpatia watoto. Pia hii inaweza kuwa ni challenge kwa mwanamke, kwa sababu pengine yeye pia alidesire kuwa na watoto wake, na wakati huyo mama anapata hana uwezo wa kupata watoto kupitia huyu mwanaume, sometimes they also lament. Na sasa pia asiposaidiwa, the other side anaweza kuwa na ile intention ya labda kutoka kwa ile ndoa ama kwenda nje kupata mtoto wake kupitia njia zingine. So pale ndo mali wanakuja wote wawili, unajaribu kuwasaidia kila mmoja na challenge yenye pengine how they understand infertility na labda inamaanisha nini ama ina change nini kwa maisha yao wakati wana realize they cannot conceive. Several cases happen. Unapata mwanaume ametoka, nakumbuka nimejipata na kesi kama hizo. Mwanaume amerealize mke wake hawezi pata mtoto, ako na challenges. Unapata pengine sasa katika harakati ni kama pia yeye hajasettle, kunakuwa na hiyo mambo ya infidelity,
ambayo huwa ina affect the other partner sana, kwa sababu huwa anaanza kufeel self esteem ama confidence, kujiona labda hafai, hana dhamana tena. Ndio maana labda mwanamume anatoka nje ya ndoa. Mara nyingi unapata inaleta a lot of infidelity na a lot of bitterness kwa ile familia na ile ndoa. Msikilizaji, hiki ni kipindi cha Afya Bora. Tunaendelea kuzungumza na wataalamu wa afya kuhusu ugumba na kuchelewa kupata mtoto. Usiondoke, tutarejea baada ya mapumziko mafupi. Mimi naitwa Vincent Kimutai. Anza Jumapili kwa baraka na ushindi. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha. Ungana na Faith Mwema ndani ya Baraka Sunday kila Jumapili, ibada ya kuinua moyo, mazungumzo ya kujenga mwili wa Kristo. Spiritual things are not for babes. Spiritual things requires a lot of attention. Spiritual things zinataka watu serious. Well, how do you renew your faith? Number 1, jirefresh na neno la Mungu. Number 2, keep on speaking. Number 3, keep on praying that direction ambao unaenda. Na muziki wa kuinua nafsi yako. Nimemsikia mwenye baba akiniambia mwanangu ataiwe ushinda Kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru. Kila Jumapili saa 11:30 hadi saa 3:15 asubuhi. Baraka Sunday. Karibu tena msikilizaji, tumerejea baada ya mapumziko mafupi na unaendelea kusikiliza Afya Bora ukiwa nami Vincent Kimutai. Leo tunazungumzia mada muhimu sana, ugumba na kuchelewa kupata mtoto maarufu au infertility. Kabla nirejee kwa madaktari, naomba tuzungumze na Beth Ndungu, mshauri wa ndoa ambaye pia amewahi kupitia changamoto ya kutopata ujauzito. Beth, hali yako ilikuwa vipi ulipopitia changamoto hii? Niliolewa mwaka wa 2005 na kwa bwana mzuri ambaye ananipenda, na nikabarikiwa kupata mtoto, my first born 2006. But after that we agreed with my husband, tulispanga pamoja tutapata watoto wawili and then to adopt mtoto wa tatu, just kusaidia tu wale watoto hawana baba na mama, to touch a life. Sasa vile nilipata mtoto wa kwanza after 2 years, nikasema wacha nirudi cause nilimpata bila shida yoyote. But sasa yangu ni hiyo sasa secondary infertility. Sasa vile ilifanyika, nilipata mimba ya pili, but nika develop hiyo shida inaitwa preeclampsia. Sasa mtoto alikufa kwa tumbo juu ya hiyo blood pressure. Sasa nimekuwa nikijaribu mwaka nenda mwaka rudi, as in after hiyo preeclampsia nimepoteza watoto si mmoja si wawili, but watoto 6 kwa hiyo hali ya blood pressure in pregnancy. Sasa watu wakakuwa nile, unajua hiyo stigma, mtu anaona kama nimelaaniwa, mtu anaona kama ni bad omen, watu wanaweza ongea anything when you are in that state, but nangojea Mungu, najua Mungu ako na mpango mwema. Sasa nikasema sitakufa juu ya depression, sitakufa juu ya discouragement, speak out. Ndio nikaweza hata kuandika kitabu ya kuencourage watu wale wamepitia hiyo hali. Labda umetafuta mtoto kwa njia nyingi, natembea na wao nawaambia kwamba Mungu anaweza. Na nikajoin group inaitwa Waiting Wombs. Hiyo group imenisaidia, imesaidia kabisa kunipatia nguvu, nikijua ya kwamba kuna wamama wengine hata wao wanatamani tu hata kupata mimba, wasikie mtu anasikianga aje akiwa na mimba. So nawaambia ya kwamba ni kuwa patiently, usijinyonge, usikate tamaa. Mungu ako na mpango mwema juu ya maisha yako. Kuna hiyo watu wanaona kama wewe ni outcast katika in the society. Wengine wanaongea hata madharau kwa wamama wenye wana watoto. So nikasema ya kwamba kwa vile mimi nimemjua Mungu na Mungu amenisaidia nika outgrow hii shida, ninaweza reach out watu wengine niwaambie ya kwamba you can never give up. Hakuna vile utakata tamaa. Asante sana Beth kwa ushuhuda wako. Daktari Julia, kuna jambo muhimu Beth amelitaja kuhusu secondary infertility.
mtu anaweza kupata mtoto wa kwanza, lakini akija kutafuta mtoto wa pili au wa tatu inakuwa shida. Hali hii hutokana nini hasa, mbali na matatizo kama pre-eclampsia? Mbali na preeclampsia sidhani kama inaweza leta mambo na infertility. Secondary infertility ambapo mtu amezaa mtoto hapo awali alafu subsequently haoni mtoto. Chanzo inaweza kuwa maybe tubes zimeblock. Initially tubes zilikuwa sawa, lakini sasa maybe structural causes, zile njia za kupitisha mbegu zimeblock. Ama huyu mwanamke amekuwa kwa hormonal family planning. Kwa mfano zile zina take time. Kuna zile zina take time before urudishe your fertility. So unapata maybe mtu amekuwa kwa implant ama amekuwa kwa depo. Hizi ni aina za family planning ambazo saa zingine zinaweza chukua muda kabla mtu hajarudisha ile fertility yake. Tusaidie kutuelezea kuhusiana na neno pre-eclampsia. Okay, pre-eclampsia ni nini? Pre-eclampsia ni wakati mtu anakuwa na kiwango cha juu cha blood pressure. Hii tunamaanisha nini? Kiwango cha juu kiko more than 140/90. So ikiwa hivyo mara mbili in 2 occasions tumepima 4 hours apart na tunapata bado kuna hiyo pressure ya juu, na hii inakuwa kwa wanawake ambao wako wajawazito. Preeclampsia ni diagnosis ambayo tunafanya kwa wanawake ambao wako wajawazito. So ni pressure kwa wanawake walio wajawazito. So unapata iko juu ya 140 na juu ya 90. Ikiwa hivyo hiyo tunaita preeclampsia. Na hii preeclampsia inaweza sababisha kitu uteroplacental insufficiency. Damu kufika kwa mtoto inaweza interfere na damu ambayo inatakana ifike kwa mtoto, ndio mtoto apate chakula, ndio mtoto apate oxygen, ndio akue. Kwa hivyo isipokuwa managed mapema, isipotibiwa mapema ama isipojulikana mapema, unapata hizi ndio mimba ambazo hazifiki mwisho. Unapata mtoto unaweza kuwa na stillbirth, mtoto anakufia kwa tumbo, ama unakuwa na preterm labor, unakuwa na preterm deliveries. Kuna zile complications ambazo zinakuja na hii pressure wakati wa ujauzito. Ama unapata mtoto hakui vile inatakiwa, inaitwa IUGR, hakui vile inatakiwa. So ndivyo. So hii ni pressure ambayo inapatikana. Inamaanisha kwamba lazima mama akiwa mjamzito akaweze kufika hospitalini mapema, kwa sababu sijui kama Daktari Julia kuna ile uwezekano wa mtoto kutolewa kwa tumbo akijulikana kuna blood pressure iko juu ya mama, kutolewa mama akiwa na miezi 7 hivi. Kuna hiyo uwezekano ya kutoa mtoto mapema. Kwa sababu gani? Kuna zile sababu ambazo sisi kama madaktari tunaweza amua kuzalisha mtoto mapema. Kwa mfano, kama maisha ya mama iko hatarini, hiyo inamaanisha huyu mtoto lazima tumzalishe. Ama maisha ya mtoto iko hatarini, lazima huyo mtoto azalishwe. Ndivyo. Bet, je, wakati ujauzito wako ulikuwa unahudhuria kliniki au kumuona daktari mara kwa mara? Hakuna precaution sijachukua. Nimeona daktari, the best doctors in this nation. Na hakuna wakati nimeona daktari hata kabla sijapata mimba. After hiyo miscarriage nilikuwa ninaenda kunaona daktari. Mtoto akikufa kwa tumbo nilikuwa naenda, na nilikuwa na take time, ananipatia ile duration ninafaa kutake hiyo duration ya before nipate mimba. Na pia medication, I used to follow instructions ya gynecologist. Wale nimewaona walikuwa wameniadvise nitumie dawa fulani, wana manage your blood pressure, inakuja iko normal. Lakini ikifikia wakati fulani, like now the first baby I lost them at 8 months. Daktari Walker, ni dalili zipi zinaweza kuashiria kuwa mtu anaweza kukumbwa na tatizo la kutopata mtoto baadaye? Okay, kama kwa mfano kuna wale ambao wanakuwa na infection kwa njia ya uzazi. Kama tuseme tuongelee mwanamke amekuwa na infection kwa njia ya uzazi, sana sexually transmitted infections. Maybe ulikuwa na hii infection ikiwa kitu around 18 years. Hiyo wakati hauko unaolewa, ulikuwa tu unajienjoy, unajibamba, ukapata hiyo infection, alafu haikutibiwa. Hiyo infection inaweza dhuru fallopian tubes. Na ikidhuru fallopian tube, wakati unafika sasa kutaka kupata watoto, unapata kuna kwa ugumu. Na utaona mara kadhaa wakija kwa hospitali tunauliza kama wamewahi tibiwa.
ugonjwa wa njia ya uzazi. Hiyo ndio inakuwa swali la kwanza. Pili, kama umeundergo surgery, kuna wale ambao wameundergo surgery, maybe walipata ectopic pregnancy kwa one fallopian tube, tena wakapata nyingine kwa another fallopian tube, ikabidi itolewe. Hiyo kuna chances ya kwamba infertility iko knocking at your door. Ingine pia ni age. The more unaendelea ku age, the higher chances are that infertility ina knock. And then obesity. Mtu ambaye hakuli vizuri, kiafya, lifestyle, hizo risk factors za lifestyle that predisposes you to lifestyle diseases. Just know you are heading towards that direction. Yeah. Nikirejea kwako Daktari Wanyoike, kano na dalili zilizotajwa, kuna dalili zingine zipi zinaweza kuathiri uwezo wa mtu kupata mtoto? Ile damu ya mwezi. Kwa ule mtu yuko na mwili unafanya kazi vizuri, hiyo damu inakuja kila mwezi, ni kuoneshana hiyo mayai inatoka. Lakini mtu akifika pale unakaa kama miezi 2-3, ile damu ya mwezi iji, ni kuonekana kuna shida, ni kuoneshana sana mayai itoki. Hiyo ndio huwa shida kubwa sana. Ama ukifika wakati unaona ile damu ya mwezi inakuja mara nyingi, ni kuoneshana kuna shida na ile nyungu ya mtoto. Inaweza kuwa iko na fibroids, ndio zinafanya hiyo, zinaleta ile shida. Ni kweli kama damu ile ya mwezi iko na uchungu mwingi mpaka mtu aende shule, kama mtu aende kazini, ni kuoneshana kunaweza kuwa shida ile endometriosis. Na hiyo endometriosis inafanya mtu asikapate mtoto. So hiyo ni dalili ya kwanza kuoneshana that ile damu ya mwezi iko na shida, ni kuoneshana unaweza kuwa na shida ya kupata mtoto. Na vile World Health Organization inasema ukikaa mwaka mmoja kama umeolewa ama una partner wako na mnafanya mapenzi, kama mwaka mmoja ukifika na hujapata mtoto, kuna shida. Na hapo ndio kunaleta shida, kwa sababu watu wanakaa mwaka mmoja, 2, 3, 5 wajenda kuna daktari. Ukifikisha mwaka mmoja hujapata mtoto, lazima uone daktari. Na kama umepitisha miaka 35 na ukae miezi 6 kama hujapata mtoto, lazima uone daktari. Hivyo ndio tunasema. Lakini shida ile tunayo ni watu waende kuona daktari, na tuna zile facilities za kutosha za kutreat ugonjwa wa kukosa mtoto. Daktari Walker, je, mtu anaweza kushiriki tendo la ndoa kawaida akawa na mzunguko wa kawaida wa damu ya mwezi lakini bado ashinde kupata mimba? Tatizo linaweza kuwa nini? Sasa kama ni mtu ashaolewa tayari, mume yuko hapo, kwa sababu unapata kuna mwingine ushaolewa but mwanamume anafanya kazi American ama anafanya kazi Saudi Arabia, so anakuja once in a while, na wakati anakuja anapata kwamba ushaovulate, so unapata hauwezi pata mimba. Lakini sasa tunataka ukue hapo, umekuwa na mapenzi na mpenzio for at least 6 months to 12 months na haupati mimba. So tuseme for example huyu ambaye ameuliza swali na amekuwa na mpenzie kwa miezi 6 ama miezi 12 na bado hajapata mimba, huyo sasa aje tumuangalie, kwa sababu haisikani tu na kuona period. Unaweza ona period vizuri, unakula vizuri, weight yako iko sawa, lakini bado hauconceive. Aje na mmewe, kwa sababu tumesema ni watu wawili. Hii kitu ni ya watu wawili, tunatafuta watoto wawili, si ndivyo? Ni kama Sara na Abrahamu. So hapa ni wewe na mumeo, kwa hivyo yafaa mje wote. Utapata hii kitu imefinyiliwa sana, hii mambo ya ugumba imefinyiliwa sana kwa wanawake. So unapata ni mwanamke tu ambaye anajileta hospitalini kutafuta matibabu. Daktari Wanyoike, hali kama hiyo inaweza kusababishwa na nini? Tatizo sana huwa mishipa imefungana, ile mishipa ya kubeba mayai inaitwa fallopian tubes, kwa sababu inaweza pata ugonjwa, especially mtu akipata ugonjwa wa sexual transmitted disease, ndio zinafanya hiyo mishipa inafungana. Hiyo mtu atapata zile damu ya mwezi itakuja kila wakati, lakini ile mayai na zile mbegu za kiume zitapatana pamoja. Hiyo ndio shida. Sasa tunasema kama mtu unapata ugonjwa wa sexual transmitted lakini waone daktari ndio atreat, especially watu young tunawasema kama mtu lazima afanye sex. Watu wanasahau kwa regular sex na upate ile infection inaweza fanya actually mishipa ifungane na usikapata mtoto. So ni very important watu wajiprotect, na ukipata infection mtu anaona daktari kutreat hiyo ugonjwa. Kuna dhana kuwa kuna vyakula ambavyo wanaume wakivila vinaweza kusaidia kuongeza uwezo wa uzalishaji. Je, ni kweli? Na kama ni kweli, ni vyakula gani hivyo?
kuna wale wagonjwa ambao wanatutembelea wenye wako na infertility, sometimes huwa tunajaribu kuwapea zile supplementi. So hizo supplementi ziko na zile nutrients ambazo zinaweza saidia kuboost blood supply to the testes, na pia inaweza saidia kuproduce more sperm cells. So unapata kitu kama njugu inaonekana kwamba iko na amino acid inaitwa arginine, na hii arginine ni precursor ya nitric oxide ambayo ina improve blood flow to the reproductive organs, na hii inaweza saidia in maturation of the sperm cells. So hizo njugu haswa sijaona research, lakini isipokuwa kuna research moja ilifanywa inaitwa Spain. Kulikuwa na research ilifanywa Spain inaitwa fatty nuts, a mixed nut dietary trial, ilifanywa Spain, na ikapatikana kwamba ili improve infertility kwa some men when you will go through that study. So evidence wise hatuna evidence enough ya kusema sasa tutakuwa tuna prescribe njugu kwa kliniki zetu, tunaambiwa mama wanaume waende kule njugu. Bado hatujafika hapo, lakini kuna zile supplementi ambazo tunapewa watu ambao wako na infertility ku improve their sperm count. Tunapea kwa miezi kama 3, alafu tunaangalia pia kama imekuwa improve. Hata wamama pia tunawapa the same hizo supplements ambazo zina include ziko na hizo nutrients. Labda vyakula gani ambavyo watu wanastahili kuvila swa wanaume sana kuhakikisha kwamba hii swala la infertility haiwezi kuwapata? Sababu tunajua kwamba pia masuala ya lishe pia yanachangia, sababu huwezi sema kuna mtu ambaye anakula chakula ambayo iko very weak, mtu akule chakula ugali mahindi ya nia hiyo imeshatolewa ngozi, na pia kuna mtu amezoea kula mandazi peke yake, na utafautisha na mtu ambaye anakula nduma. So kile ambacho tutaweza kuambia Vincent ni balanced diet. Watu wakule tu balanced diet, wakule chakula nzuri. We avoid food that can lead us to obesity, kwa sababu obesity pia imekuwa ni one of those risk factors to infertility. Inakupredispose kwa zile magonjwa kama diabetes ambayo pia inaweza cause infertility. Inaweza kuwa risk factor to infertility. Inaweza kuwa expose kwa hypertension ambayo pia inaweza kuwa risk factor to infertility. Kwa hivyo watu wakule tu chakula healthy foods ambazo hazina sukari nyingi, hazina mafuta kingi. We eat good food. Kuna swala la low sperm count au ile uchache wa mbegu. Daktari, hii tatizo la low sperm count au uchache wa mbegu za kiume linaweza kushughulikiwa vipi? Low sperm count, yafaa tujue nini imesababisha hiyo low sperm count. Tulisema ya kwamba hizi mbegu zinatoka kwa testes, na kuna barabara ambazo zinapitia before zifike kwa ile sehemu ya mapenzi ya mwanaume inaitwa penis. So hiyo barabara ikiwa blocked utaenda kuwa na either, ikiwa partially blocked utakuwa na low sperm count. Okay? So lazima tujue sababu ni nini. Kuna wengine wanakuwa na kitu varicocele ambao pia inaweza correctiwa surgically na improve the sperm count. Kwa hivyo ni vizuri kujua nini haswa inasababisha hii sperm count kukua chini. So unapata wale wenye kwa fully blocked itabidi waende kitu inaitwa IUI. So tuna harvest, tunaenda tunachukua zile mbegu directly from the testes, alafu tunaweka tunapatia mwanamke. Tuna transfer kwa mwanamke, tunamwekea kwa sehemu ya mwanamke ili aweze kuweza kuzaa. Suluhisho lake ni lipi hii tatizo la low sperm count au uchache wa mbegu? Unajua kiume inaweza kuwa ule mshipo unabeba zile sperm umefungana, na kama umefungana kuna dawa, either ufanye operation ama tutoe hizo sperms alafu tufanye hii in vitro fertilization. IVF ndio tunaweza fanya. Iko zingine sio mbaya, tunaweza patia dawa, lakini nyingi zitataka, ama zingine tunaosha zile sperms alafu tunafanya artificial insemination. So, unajua kama sperm wa 15 million per centimeter sasa ile iko mzuri or more. So unaweza fanya hizi sperms iko 5-10 mm, tunaziosha, tuna concentrate alafu tunafanya artificial insemination na tunatoa zile sperms sio mzuri. Pia kuna swala la kubebewa mimba, surrogacy. Daktari Julia Walker, unalizungumziaje swala hili la
kubeba mimba au surrogacy, wewe unalizungumzia vipi kama wewe ni mtaalamu wa afya? Je, unakubaliana nalo? Ndivyo nakubaliana navyo. Hata hivyo kuna sheria ambayo sasa nchini Kenya tumeruhusiwa. Hapo awali hatukuwa tunaruhusiwa. Kuna hii sheria ilipitishwa hii ya 2022 bill, ilipitishwa mswada ile ilipitishwa kuhusu kuallow surrogacy kutendeka. Ningependelea kuwahimidi watu ambao wametafuta watoto kwa muda mrefu, wamejaribu ama structural factor ya mwanamke haijamruhusu kubeba mtoto. Ningewapea wasia kwamba waconsider surrogacy kwa sababu imekuwa allowed in Kenya. Tukimalizia nawe Joy. Msikilizaji, Joy ni mshauri wa ndoa. Joy, unakubaliana na swala hili la kubebewa mimba? Kubebewa mimba sijui sana jinsi ya kujibu kama ni sawa ama si sawa. Inategemea na mtu binafsi. Kuna yule mtu mwenye pengine anaona sasa kwa sababu hana uwezo, anaona that is the best way kuliko kwenda kwa adopt, na pengine kwake itakuwa ni sawa. So before mtu afike kwenda kuchukua hiyo hatua, there are so many things anastahili akae chini kwanza kuconsider. Mara mingi ninasema before mtu achukue any decision, confirm uko na the right information ndio uweze ku make informed decisions. Kwa sababu unaweza pata kuna njia moja ama nyingine inaweza kuwa na mambo zingine pale katikati ambayo pengine haikuwa ya kumsaidia mtu. So sina la kusema kile ndio sawa ama si sawa. It depends on the person and individual. Je, katika kazi zako za ushauri wa ndoa mnawasaidiaje akina mama na wakina baba ambao wamekaa katika ndoa kwa miaka mingi bila kupata watoto, hasa katika kukabiliana na unyanyapaa wa jamii? Ndio, kuna hiyo changamoto, na mara ya kwanza watu wengi sana wameamini wakienda kuoana, kitu ya kwanza mtu anatarajia ni kupata watoto, kuweza kuwa na familia. Na wakati unajipata pengine wewe kama mwanamke huwezi conceive, ama labda mume wako hawezi pata wale watoto, unapata there is a lot of so many questions. Kwa nini labda Mungu hakukuonyesha? Kwa nini wewe umejipata in such a situation? Na mambo mingi. Lakini ile mimi naweza washauri siku ya leo, kuna watu wengi sana huku nje, pengine ni vile tu hauwezi jua kuna watu wana struggle na challenges kama hizo, but they are living happily, and some of them hata wameadopt karibu hata watoto wengine watatu. So ni sisi wenyewe vile tumepasi zile information, wakati ulipatiwa uliinterpret the information na inamaanisha nini kwako. Wakati vile imemaanisha ndio itakufanya uweze kureact either positively ama negatively. Siku ya leo mimi ningependa kuwashauri wale ambao pengine wako na challenges kama hizo, tusijiangalie labda hii shida ni ya mwanamke ama ni ya mwanamume. Kitu ya kwanza tuchukue hatua ya kwanza kwenda hospitali tuangaliwe. Tukishajua nani mwenye shida, tumchukue tu kama yule mtu wa kwanza mwenye tulimjua akiwa rafiki before hata akuwe labda huyo mume wako ama mke wako, na tuweze kuona how can we support the other person, lakini si kama neglect ama ile love sasa inakuwa reduce, na kwamba tuamuna ile upendo tena ya kwanza. Kwa sababu upendo ni sisi wenyewe vile tunakaa na vile tuna agree na vile tunaongea. Na mara zingine utapata pia our extended families, those are our siblings and our parents, they also play a role, kwa sababu unapata wao wanaleta some influences ambao utapata wanandoa wanaanza kukosana kwa sababu pengine huyu ana mtoto ama hawezi nizalisha. So kama nyinyi wawili ndio mnastahili mfike level ya kukaa na kuweza kumake decisions ambazo zitakuwa za kuwafata pale za baadaye. Na watu wakitaka kukufikia watakufikia vipi, hasa hapa katika kaunti ya Nakuru na hata maeneo mengine nchini? Wakitaka kupigia simu wakaweze kufikia, watakufikia vipi? Kama unahitaji kunifikia, utanipigia kwa namba yangu ni 0720 84 24 15, 0720 84 24 15, na tuko pale AFC Building Nakuru. AFC Building iko pale karibu na NHIF Building. Kwa upande wako Beth Ndungu ni mshauri wa ndoa, msikilizaji, na ameweza kutupatia ushuhuda wake. Beth, tukimalizia kipindi cha Sia Bora, ni changamoto zipi ambazo wale watu ambao hawana uwezo wa kuweza kupata watoto, ni changamoto zipi ambazo wanakumbana nazo, na labda ushauri wako kwao? Watu wanadharau wenye hawajabarikiwa kupata watoto, lakini tunafaa kuwapatia
mashauri ya kwamba wavumilie na wangojee Mungu. Mungu ndio upeana watoto, na waangalie waone daktari na wajue ya kwamba Mungu ako na mpango mwema juu ya maisha yao. Nimekutana na wengi ambao wanalia na nimewa encourage, nimewapatia mawaidha ya kwamba Mungu anaweza mambo yote. Kama unaamini Mungu kwa kila jambo, hakuna kitu ambayo itaenda kukushinda. Utaenda kukua na nguvu mpya na utaenda kupata mtoto wakati unaofaa. Hata tuliona wakati wa Biblia, Sara alingoja, na hata kama miaka ilikuwa imeenda, alipata mtoto wakati wake. Imalizia, kuna kitu umezungumzia hapo, unasema kwamba kuna wale kina mama mzigo yote sasa hivi naachiwa kina mama, blame inaendelea kina mama. Pia unakuta jamii pia inalaumu akina mama. Hii swala la unyanyapaa ambao pia Beth alikuwa ametaja kwamba aliweza kunyanyapaliwa, ushauri wako kwa jamii na pia wale watu ambao wako kwenye ndoa? Most women ambao wako na hii infertility issue, they tend to suffer from intimate partner violence. Wanakuwa violated. Unapata kwamba pressure iko on them so much that they need to give babies. Wengine wanaambiwa hata wewe uko hapo unakula, unajaza choo yetu, tupei mtoto, nini wewe ni hasara. Forgetting that pia wanaume wako na role kwa hii issue ya infertility. Kwa hivyo ningependa kuadvise ya kwamba tuwape support. Ukipata wale couples ambao waezi pata ujauzito. Actually nikikurudisha kwa ile story ya Penina na Anna, unaona Penina na look down upon Anna. Hizo ni part of the stigmas tunaona. Huyu mwanaume anaamua kwenda kuoa bibi mwingine ambaye anampa watoto, na huyu wa kwanza hana watoto. So unapata huyo una develop stigma. Si ndivyo? So unapata una develop stigma, unaenda up kuwa na depression, ulcers diseases na come in. Take care of yourself as a woman. So ningependa kuwahimithi wale wa mama, kuwapea mawaidha wale wa mama ambao wameketi kwenye ndoa na hawapati watoto, ya kwamba kuna hope, kuna suluhu. Jileta hospitalini tuweze kuexamine, kukutest, tuone shida iko wapi. Yaweza kuwa wamekulemea ni wewe, but unapata kumbe ni mumeo ndiye ana shida. Waje wote hospitalini. Kuna story ambayo tuliambiwa hapa awali na my senior consultant ya kwamba there was a couple. Huyu mwanamke alikuwa anazaa watoto. Bwana akajua tu yeye ako tu sawa. Kumbe mwanamke alijua bwana hawezi mzalisha. So akaamua kwenda nje ya ndoa. So amezaa watoto wamekuwa kubwa mpaka wameenda university. Ndio baadaye inajulikana ya kwamba hawa watoto si wa huyo mume. Unaona? So ni vizuri tu mje to avoid such incidences. Just come to the hospital tukuone, usiache ufe na depression, magonjwa hizi zingine zikupate kwa sababu una mawazo. Malizia daktari, kuna watu sasa hivi wanasikiliza MBC Radio, kuna matatizo kama haya ya infertility na wangetaka kukufikia, wataweza kufikia aje? So unaweza nifikia through my number 0729373805. Namba yangu ya simu ni 0729373805. Na msikilizaji, kufikia hapo na fika tamati ya kipindi cha Afya Bora. Leo tumezungumzia kwa kina mada muhimu sana kuhusu gumba na kuchelewa kupata mtoto. Natumai umejifunza mengi, na kwa yote anayepitia changamoto hii, kumbuka hauko peke yako. Kuna matibabu pia, kuna msaada na bado kuna matumaini. Na washukuru sana wageni wangu wote kwa elimu, uzoefu na ushauri wao wa kitaaluma. Na kwa wanandoa wote wanaopitia changamoto hii, tunaombea Mungu awatie nguvu, faraja, na kwa wakati wake hawabariki. Na wale ambao wanatarajia mtoto mwaka huu, Mungu akaweze kuwasaidia mkaweze kupata mtoto. Hilo ndilo ombi letu kwenu kutoka hapa MBC Radio. Mimi ni Vincent Kimutai. Hadi wakati mwingine, hii imekuwa ni kipindi cha Afya Bora. Ndani ya kipindi cha Afya Bora na Vincent Kimutai, kila Ijumaa saa 1:15 jioni